msaada wetu, tumebaki peke yako, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tu ndio unastahili sifa zote. Angalia, kila mmoja amekiri na kusema unastahili kuabudiwa, kuinuliwa na kutukuzwa. Roho Mtakatifu, tusaidie kwa ajili ya kukiri kwetu na kunena kwetu kwa vinywa vyetu. Sasa ni wakati ambao Mungu umefika, tumesogea mezani pako tuweze kula na kunywa. Mungu umemwandaa mtumishi wako ambaye Mungu umempaka mafuta ili Mungu akalishe watu wako chakula. Mtumie kama chombo, lakini maneno yote atakayonena yawe yamepata kibali machoni pako. Mungu ukamtie nguvu, anene sawa sawa na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu atakavyomuongoza. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ya kipekee na namshukuru Mungu kwa nafasi ambayo ameiachilia kwangu tena kwa siku hii ya leo, ya kuweza kupata nafasi ya kusimama kwenye madhabahu yake kwa ajili ya kulinena neno la Mungu. Lakini pekee pia ni mshukuru mchungaji na uongozi wa kanisa kwa nafasi ambayo imewapendeza wakanipatia. Lakini mshukuru Mungu kwa ajili yako pia ambaye umefika kwenye ibada hii ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Msalimie tu jirani yako, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Mzee wangu Wanjala pale yuko mwenyewe, hamna mtu wa kumsemesha, kwa hiyo baba Mungu akubariki sana. Amen. Basi tumesomewa somo letu la kwanza kutoka kitabu cha Zaburi 23 ule mstari wa kwanza hadi wa 6. Lakini somo la pili tumesomewa kitabu cha Kutoka sura ya 3 kuanzia mstari wa 7 hadi ule wa 14. Nami nitarudia hiyo mistari ambayo ilisomwa vizuri kabisa na mtumishi wa Bwana, ya Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 14. Neno la Mungu linasema, akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walio hata mahali pa Mkanani na Muhiti na Mwamori na Mperizi na Muhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, nitawaambia niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Bwana asifiwe. Wewe unayeandika, andika kichwa cha somo kinachosema
Umebeba kusudi la Mungu, usijiangalie ulivyo. Umebeba kusudi la Mungu, usijiangalie ulivyo. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 hii tuliyoisoma, tunaiona ni habari ambayo Mungu anazungumza na Musa kwa habari ya kuwatoa wana wa Israeli kule Misri kuelekea Kanaani. Lakini ukianzia hapo nyuma utaiona hii ni habari ya Musa. Ukianza sura ya 1 unaona habari ya Musa tangu kuzaliwa kwake. Sote tunafahamu mazingira ambayo Musa alizaliwa. Musa alizaliwa katika wakati ambao Farao aliamuru watoto wa kiume wauawe. Kwa katika wakati ule kule Misri watoto wa kiume walikuwa hawana haki ya kuishi. Na kwa nini walikuwa hawana haki ya kuishi? Farao alisema hawa watu wakizaliwa wengi sana, hawa Waebrania wakija kuwa wengi watakuja kututawala na watatuzidi sana. Kwa hiyo Farao alichokifanya akasema hawa watu kuna watu walikuwa wanaitwa wazalisha, kwamba nyinyi wazalisha, mtakapokuwa mnazalisha, mkizalisha mtoto wa kiume asiishi, lakini mkizalisha mtoto wa kike huyo aweze kufanyaje? Kuishi. Kwa hiyo wakati ule maisha yalikuwa namna hiyo. Lakini wakati inafika Musa anazaliwa, sote tunafahamu kwamba Musa alipozaliwa alipitia katika mazingira fulani ya malezi, ambayo ilifika kipindi mama yake baada ya kuwa amemzaa Musa, baada ya Musa kuwa amekuwa kidogo, Biblia inatuambia yule mama yake kwa ule uoga kwamba sasa ataweza kuishi naye vipi, Biblia inasema alimtengenezea kisafina, akakipaka rangi nzuri, akaenda akakiweka pembezoni mwa mto. Sasa wakati Musa amewekwa kwenye kile kisafina kizuri, Biblia inatuambia alitokea binti mfalme mmoja, wakati anaenda kwenye mto, akaenda akakiokota kile kisafina. Alivyokiokota akakutana na mtoto. Sasa huu mtoto akasema ni vema nitafute mtu anisaidie kumnyonyesha, na atakapokuwa basi atakuwa mwanangu. Kwa hiyo Musa alikuwa katika mazingira hayo. Sasa wakati Musa ameendelea katika kukua, Biblia inaendelea tuonyesha katika ile sura ya 2, unaona ilifika wakati Musa, kwa sababu hakuwa Mmisri, Musa alikuwa Mwebrania. Ilifika wakati Musa alikutana na watu wawili ambao walikuwa kwenye ugomvi, ambapo Misri alikuwa anampiga Mwebrania. Kwa sababu Musa aligundua kwamba huyu Mwebrania ni ndugu yangu, Musa alichukua jukumu la kuingilia ule ugomvi, na Biblia inasema Musa alimpiga yule Misri akamuua. Sasa Musa alipomuua Misri akawa ameingia kwenye shida kidogo. Wakati anaendelea, Biblia inasema alikutana tena na ugomvi mwingine. Alipokutana na ugomvi mwingine, Musa akasimama kama mwamuzi wa ule ugomvi. Bahati mbaya, wakati anaingia kuamua ule ugomvi, mtu mmoja akamwambia, wewe ni nani aliyekutuma kuja kuwa mwamuzi wetu? Au unataka kutuua kama ulivyomuua yule Misri? Bwana Yesu asifiwe. Musa wakati anatekeleza tukio la kuua hakujua kama watu wamemuona, lakini anashangaa katika kuamua, anaambiwa unataka kutuua kama ulivyomuua yule Misri. Ilikuwa ni mshtuko kwa Musa. Fikiria wewe umetekeleza tukio la uhalifu, unajua watu hawajui, alafu ghafla mtu anakuambia hadharani unataka kutuua kama ulivyomuua fulani, utajisikiaje? Automatically akili yako itahama. Sasa Musa baada ya kukutana na tukio la namna hii akagundua, kumbe tukio nililolifanya nimetambulika. Biblia inasema Musa alikimbia. Sasa Musa alivyokimbia akaenda kuishi huko, ameendelea kuishi. Sura ya 3 inatuambia Musa alivyokimbia alienda kulichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midiani, akiliongoza nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima
akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Sasa huu ni wakati ambao Musa ameenda, baada ya kuwa amekimbia Misri, Musa ameenda kuwa mtumwa. Sasa kule alikoenda kujificha Musa, ameenda tu kuwa mchungaji, anachunga mifugo ya mkweo, kwa sababu hawezi tena kukaa Misri, kwa sababu amefanya tukio la nini? La kuua, na tayari ameshajulikana kwamba amefanyaje? Ameua. Na wakati alipojulikana kwamba Musa ameua, alianza kutafutwa na Farao kwamba huyu mtu yuko wapi, ili na yeye aweze kufanyaje? Kuuawa. Sasa tumesema umebeba kusudi la Mungu, usijiangalie ulivyo. Musa alikuwa anajiangalia kwa kile alichokifanya Misri. Musa alikuwa anatazama yale aliyoyafanya Misri yakamfanya kukimbia, mpaka ikafika mahali anaenda anakuwa tu anachunga anachunga kundi la Yethro. Sasa katika mazingira yale, katika hali ya kawaida, tayari Musa alikuwa shaona hamna kitu anaweza kukifanya zaidi ya kuendelea kulinda ule uhai wake ambao uko nao, zaidi ya kuendelea kujiokoa katika ile hali ya kuuawa alivyokuwa anatafutwa na Farao. Lakini hii sura ya 3 tuliyoisoma, ukianza huo mstari wa kwanza, utaona wakati Musa yuko anachunga kundi la kuhani kule Yethro, Biblia inasema Mungu wakati ameketi akayaona mateso ya wana wa Israeli. Alivyoyaona mateso ya wana wa Israeli, Mungu akawa anajaribu kufikiri kwamba haya mateso ambayo wana wa Israeli wanapitia, watoto wangu wanatumikishwa kule Misri, nitawezaje kuwaokoa? Ni nani ambaye nitampeleka aweze kuwaokoa? Mungu wakati anafikia hivyo, Biblia inasema kilio cha wana wa Israeli kikamfikiria Mungu. Kilipomfikia Mungu, Mungu akawa kwenye kufikiri kwamba je, hawa watu wangu kwa sababu wanahangaika, nitafanyaje ili niwaokoe katika yale mateso? Picha ya kwanza iliyomjia Mungu ni jina la Musa. Sasa Mungu anamtokea Musa katika mazingira ambayo Musa hawezi kutarajia. Mungu anamwambia Musa, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, na mimi nimeyaona mateso yao, sasa na kutuma uende. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ulifanya tukio la uhalifu Segerea, ukakimbilia tuseme Mwanza, alafu ghafla unaambiwa leo unatakiwa urudi Segerea ukafanye jambo fulani. Unajisikiaje? Katika hali hiyo, yani Segerea tunajua kabisa wewe ni mhalifu, na kwa namna yoyote tunakutafuta, na tukikupata lazima tukukamate uende kwenye mkondo wa sheria. Sasa umekimbia, alafu unasikia sauti nakwambia unatakiwa uende kule ulikoua. Musa alikuwa na maswali mengi sana. Musa akaanza kujifikiria sana. Musa akamuuliza maswali mengi sana Mungu, kwamba mimi ni nani? Yani leo unaniambia niende kwa wana wa Israeli kule Misri, nikawaambie wanatakiwa watoke waende Kanani, nikifika nitawaambiaje? Alafu mimi ni nani? Yani yale maswali ambayo Musa anauliza, tayari wasiwasi wake umeshaingia. Lakini kwa nini Mungu alikuwa anafanya namna hii? Mungu alijua Musa ndiye alikuwa amelibeba kusudi la kuwatoa wana wa Israeli Misri kuelekea Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Musa alikuwa na wasiwasi. Sasa ili uweze kulitimiza lile kusudi ulilolibeba, tumesema usiangalie au usijiangalie ulivyo. Sasa kuna mambo mawili ambayo nimeyaainisha hapa yanayoweza kukusaidia kulitimiza kusudi la Mungu ulilolibeba. Jambo la kwanza
ni kuondoa hofu. Ondoa hofu. Ili uweze kulitimiza kusudi la Mungu, ondoa hofu. Kwa sababu hofu ndiyo inamtengeneza mtu kuona kwamba jambo hili haliwezekani. Wasiwasi ndiyo inamfanya mtu kuona kwamba mimi ni nani mpaka nikafanye hilo jambo. Musa baada ya kuambiwa na Mungu kwamba anatakiwa aende akawatoe wana wa Israeli kule Misri, Musa aliingiwa na hofu, akawa na wasiwasi, akawa anajiuliza mimi ni nani na kwa nini mimi, na nikifika kule nitawaambiaje, nitawaambia nani kanituma. Huo wote ulikuwa ni wasiwasi. Lakini kwa sababu Musa alikuwa amelibeba kusudi la Mungu, alichotakiwa ni kuondoa hofu. Na Mungu akaendelea kuzungumza na yeye kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 4. Kutoka sura ya 4 ule mstari wa 10 hadi ule wa 12. Biblia inasema Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo ulisema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Basi enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katikati ya wasiwasi wa Musa ambao alikuwa nao, katikati ya mashaka ambayo tayari ameyapata, Mungu anamwambia mimi nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo ili kulitimiza kusudi la Mungu ulilolibeba, pasipo kuangalia wewe namna ulivyo, pasipo kuangalia hali uliyokuwa nayo, kwanza unatakiwa kuondoa hofu. Ukiondoa hofu, Mungu anasema nitakuwa pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Tafasiri yake, kuna wakati ambao unaweza ukawa umebeba kusudi la Mungu kwa ajili ya familia yako. Unaweza ukawa umebeba kusudi la Mungu hata kwa ajili ya kanisa. Lakini Mungu anapokuambia sasa ninakutuma kwenye familia yako, nenda kafanye 1, 2, 3. Na inawezekana pengine kwenye familia yako labda wewe ni mtoto wa mwisho, pengine una wakubwa zako wengine, lakini Mungu anakupa maelekezo kwamba katikati ya hiyo familia, pamoja na kuwa na wakubwa zako wengi, nenda ukafanye jambo hili kwa ajili ya ukombozi wa familia. Mungu anataka uondoe wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuondoa hofu. Kwa sababu hata kwenye kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 4 amesema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana wewe uko pamoja nami. Kwa hiyo ukiwa umelibeba kusudi, hautaki kuwa na hofu. Ukiwa na hofu, maana yake kusudi uwezo ukalitimiza. Ila ukiondoa hofu, ndipo ambapo utalitimiza. Kwa sababu kama umebeba kusudi, hata ukipita kwenye bonde la uvuli wa mauti, bado Mungu atakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Jambo la pili, ili uweze kulitimiza kusudi la Mungu lilolibeba, hakikisha unajiamini au jikubali. Jiamini au jikubali. Jambo la pili, ili uweze kutimiza kusudi la Mungu, lazima ujikubali. Lazima ujiamini kwamba okay, mimi kama nimekaa hapa, alafu ghafla sauti ya Mungu imekuja, natakiwa kufanya jambo fulani, kumbe ninatakiwa nijiamini kwamba ninaweza kufanya jambo hilo. Ndio maana Mungu akamwambia Musa, hapa tuliposoma kwenye hii sura ya 3, wakati Musa anasema kwamba mimi nitakapoenda nitawaambia wana wa Israeli, Mungu wa baba zenu kanituma. Sasa wakiniuliza ni nani, nitasemaje? Mungu anamwambia, waambie niko ambaye niko amenituma. Maana yake inahitaji ujasiri kwamba Mungu amenituma. Kwa hiyo ninapofika ninawaambia wana wa Israeli, Mungu wa baba zenu amenituma, kwamba ninyi kuanzia sasa mnatakiwa kutoka kwenye utumwa mwelekee kwenye nchi ya Kanani. Lakini watakuuliza ni nani amekutuma? Waambie ni niko ambaye niko ndiye amenituma kwenu. Na katika kuzungumza hiyo, manake naonyesha tayari huyu mtu anajiamini na anajua ni nini ambacho amekuja kutuambia, na anajua ni nani ambaye amemwambia na nguvu alionayo aliyemwambia.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa umebeba kusudi la Mungu na ukakosa ujasiri, tafasiri yake hauwezi kulitimiza lile kusudi la Mungu, kwa sababu Zaburi 23 mstari wa kwanza amesema hivi: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Maana yake unapokuwa unajiamini, hakuna kitu kitapungua ndani yako. Katika kila hatua utakayoipiga utakuwa unaona kuna jambo linakuja. Wakati unapata swali kwamba hivi hapa ninaenda kufanya nini, hivi ninaenda kusoma nini, ghafla wewe unajikuta haupungukiwi na chochote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana kuna wakati hii safari inaendelea, Musa kuwatoa wana wa Israeli, ilikuwa na misukosuko kidogo, ilikuwa na changamoto kidogo, na ilifika wakati mpaka Musa akawa anasema, Mungu inakuwaje? Mbona kama hawa watu ambao umenipa kuwatoa huku kwenye hii safari tunayoenda, mbona kama inakuwa ngumu? Kwa nini? Kwa sababu ilifika kipindi wana wa Israeli walikuwa wanamlilia Musa, walikuwa wanayapata mateso, mpaka wanamwambia Musa, Musa, kwa nini haukutuacha kule Misri? Ni bora tungefia kule Misri, au ni bora tungebaki Misri tukabaki kuwa watumwa, kwa sababu tulizoea, kuliko kuja kufia hapa jangwani. Lakini katika hayo malalamiko, Mungu anarudi kwa Mungu, anamwambia Mungu, watazame hawa watu wameanza kunilalamikia. Kwa nini wananilalamikia? Mungu anampa kitu cha kwenda kusema nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Musa tayari alikuwa ameshabeba ujasiri, alikuwa ameshajiamini, alikuwa ameshajikubali kwamba iwayo yote nimeshakubali kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanani. Kwa hiyo hii safari lazima nitembee nao, lakini sitembei mwenyewe, kwa sababu yupo ambaye amenituma. Kwa lolote linalotokea lazima niende kwa aliyenituma, na atakachoniambia lazima nitarudi nije niwaambie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa kulitumikia kusudi la Mungu ikiwa bado mapema. Na katika haya yote usiangalie uko katika hali gani, usiangalie uko katika mazingira gani. Kikubwa, ili utimize kusudi la Mungu, ondoa hofu na uweze kujiamini, ujikubali, na ndipo Mungu anasimama pamoja na wewe na kuweza kulitimiza lile kusudi ambalo ameliweka ndani yako kwa ajili ya utukufu wake. Simama kwa miguu yako. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana.
unastahili heshima na utukufu ni wa kwako, nasi tukuinue na kukutukuza, maana wewe ni Mungu kwetu na wewe ni Baba kwetu. Asante kwa sababu ya hiyo neema ya kwako juu yetu, e Bwana. Nasi tukushukuru Mungu kwa ajili ya neno lako ambalo Mungu umelileta kwetu asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ni mapenzi yako wewe imekupendeza useme na sisi, e Bwana. Lakini Baba mwaminifu, tunakushukuru kwa kila ambacho umekiachilia, e Bwana. Asante kwa kila mmoja ambaye Mungu umempa sauti ya kusikia, e Bwana. Na neema yako endelee kuwa pamoja na sisi, e Bwana. Tusaidie kutembea katika kulitimiza kusudi lako, e Mungu. Haijalishi, e Baba mwaminifu, tunaonekana namna gani, e Bwana. Haijalishi mazingira yapi tulio nayo, e Mungu. Lakini, e Bwana, kusudi tulilolibeba la kwako, e Bwana, tusaidie kulitimiza, e Bwana, kwa ajili ya kuondoa hofu ndani yetu, e Bwana. Na katika kusimama kujiamini, e Baba uliye mwaminifu, ili Mungu tuzidi kuona utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo na kutukuza Mungu mwaminifu. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Charles. Mungu akubariki, naendelea kukutumia katika kazi yake. Bado ni kijana mdogo, unazo nguvu za kutosha. Unapoitwa itika. Hofu ni dhambi. Kuwa na hofu tu ni dhambi. Utashindwa kutimiza wajibu ambao umeitiwa na kusudi la Mungu kwa sababu ya hofu. Biblia inatuambia kwamba hatukuumbiwa hofu. Tumeumbiwa nguvu ndani yetu. Tumeumbiwa uwezo. Na huu uwezo ndio ambao Mungu aliutia ndani ya Musa, na Musa akainuka akafanya kazi yake. Na akaongea kwa ushujaa na kwa nguvu hadi mfalme akakubali kuachia wana wa Israeli. Kwa hiyo Mungu atutumie sana. Tunapokuwa tunaimba kwenye kwaya, tuondoe hofu, tuondoe mashaka, tufanye kazi ya Mungu. Tunapokuwa kwenye jumuiya zetu za wanawake, wakina mama huku, tufanye kazi ya Mungu. Wa baba, watumishi wa Mungu, tuondoe hofu ndani yetu. Kuna mambo mengi sana yanaweza kupita katikati, lakini haya mambo yasikuondoe kwenye mstari. Ya kusimamisha kwenye mstari ili uweze kumtumikia Mungu wako. Kwa sababu haujaitwa kumtumikia mwanadamu, bali umeitwa kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tukafanye kazi ya Mungu kwa nguvu, kwa uwezo na kwa akili zetu zote. Lakini pili anasema na kwa mali zetu. Tumtumikie Mungu kwa namna hiyo, nasi tutaona mkono wake, naye atatubariki na kutuzidishia katika maisha yetu. Baada ya maneno haya mazuri na mahubiri haya kutoka kwa mtumishi wa Mungu, sasa nikaribishe Kunyatanyata utupatie wimbo wakati tunatoa sadaka. Na tutakuwa na sadaka zifuatazo. Tutakuwa na shukrani ya wiki, lakini pia tuna sadaka ya uinjilisti. Tuna fungu la 10 ambaye na shukrani binafsi tutampa nafasi kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Tunayo sadaka ya wahitaji. Wapendwa, tumefika katika miezi ya kuwaona wahitaji na kuwashika mkono. Tunaomba tunapokuja tunajiandaa na sadaka za wahitaji, tujiandae vizuri kwa ajili ya kutunisha mfuko wa wahitaji. Napofika wakati basi tuweze kufanya vizuri. Lakini pia tunaye mgeni rasmi. Naona ameshaingia ndani hapa, basi atatuongoza katika michango wa maendeleo. Matukio haya yote tutayafanya kwa uzuri. Tunapokuja tuje moja kwa moja na sadaka shukrani ya wiki na sadaka ya uinjilisti, tutoe kwa pamoja. Mungu awabariki. Karibuni kwa sadaka.
wewe mwanadamu, yeye aliyekuumba sema hivi, usiogope, aliyekuumba sema hivi, usiogope. Bwana aliyekuumba wewe baba, mwanadamu, sasa Bwana aliyekuumba wewe dada, mwanadamu, yeye aliyekuumba Bwana sema hivi, usiogope, yeye aliyekuumba Bwana sema hivi, usiogope. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, nawe Yakobo. Na katika vita kuangalisha, ukitapo katika moto, wewe utatetea. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, nawe Yakobo. Na katika vita kuangalisha, ukitapo katika moto, wewe utatetea. Usiogope, 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 maana mimi ni Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, maana mimi ni Mungu wako, mtakatifu wa Israeli. Wakati wako nimekutoa Misri kwa ukombozi, wakati wako nimekutoa Misri kwa ukombozi, maana mimi ni Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, maana mimi ni Mungu wako, mtakatifu wa Israeli. Wakati wako nimekutoa Misri kwa ukombozi, wakati wako nimekutoa Misri kwa ukombozi. Usiogope,
usiogope, usiogope, usiogope, usiogope, Asante sana Kanali Manjala. Kazi hii ulipigania sana mzee, ulipigania sana hii kazi. Ukishare na wakubwa wenzako huko, watataka kujua huyu kanali anasema nini. Tutapata ni watu wengi sana na tutafanya vizuri. Unasikia hivi vibao hivi si mchezo, vikiruka hewani kuna shida huko juu. Nikaribishe matoleo kwa ajili ya wahitaji. Wahitaji, tujiandae kuwashika mkono wahitaji. Tumekuwa na desturi nzuri ya jimbo letu kila mwaka kuwashika mkono wahitaji. Kwa hiyo nikaribishe hapo Nyamlegi, ndio tukaendelea. Tuna wimbo taratibu hata beti moja wakati tunatoa sadaka ya wahitaji. Ocha wazi milango la mbinguni, na wote Nikaribishe wote waliokuja na fungu la 10 waje karibu hapa mbele, na mtumishi wa Mungu ataomba pamoja nao. Kanisa, tusimame tunyoshe mikono yetu mbele kumbariki ndugu yetu ambaye Mungu amemgusa kutoa sehemu ya 10 ya kazi yake. Baba, ninakushukuru kwa sababu upo. Asante kwa ajili ya mtumwa wako ambaye Bwana ametambua neno hili ya kwamba baraka, furaha, amani yatoka kwako. Kazi ya mikono yake bila wewe mwenyewe peke yake asingeweza. Nawe umemwezesha kufunguka na kufahamu ya kwamba yampasa kukuletea sehemu ya 10. Bwana Yesu, namkabidhi ndani ya mikono yako iliyodai kwa matamko aliyotamka juu ya sadaka yake na hitaji lake. Mungu ukasikie na ukajibu. Ninakataa kila mpango ibilisi aliyoupanga juu yake, hauna nafasi. Mungu, tunaachilia baraka zako zikatembee pamoja naye, maana hakika naye amejua na anayatenda, akijua ya kwamba Mungu unamuona na unamjibu sawa sawa na kusudi lako. Basi Bwana, usinyamaze, ukavunje kila kuta zinazosimama mbele yake, na ukaachilie mizizi ambayo Mungu inavuta maji wakati wote na kuzaa matunda kwa wakati, ili Bwana jina lako likazidi kuinuliwa kupitia yeye. Kila mmoja Mungu akajua ya kwamba baraka yatoka kwako pale tunapotembea chini ya utukufu wako na tukifuata njia zako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Mungu akubariki sana. Endelea kuwa mwaminifu kumtolea sehemu ya 10. Asante kanisa. Sasa nimlete kwenu mgeni wetu rasmi atakayetuongoza kwenye sadaka yetu ya maendeleo. Yuko katikati yetu, nimkaribishe karibu kwa ajili ya neno na kutuongoza kwa ajili ya sadaka hiyo. Lango ndiye Yesu Bwana
wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni liwa. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni liwa. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Napenda pia kumshukuru kwa ulinzi wake alionilinda mpaka kufikia siku ya leo. Ninafurahi kuwa mgeni rasmi kwa siku ya leo. Na ninafurahi pia zaidi sana kwa mpenzi wangu, mume wangu amenisapoti na amenitia nguvu kwamba ninaweza na ninaweza kweli. Napenda kutoa asante kwa Mungu kwa ulinzi ambao anamlinda kila siku kwa shughuli zake za hapa na pale. Maana anatumia chombo cha moto barabarani, anakuwa naye siku zote, anamlinda, anaenda salama, anarudi salama. Napenda kujivunia yeye, maana bila yeye mimi nisingelikuwa hivi. Nikimuona yeye najiona nimekamilika. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Nashukuru Mungu pia amenipa watoto wazuri. Mimi na mume wangu tumepata watoto wazuri na Mungu anazidi kuwabariki. Kwa hiyo tunajivunia hicho. Tumeona uumbaji wa Mungu kupitia sisi. Asante. Naomba pia nitangulize hichi kidogo nilicho nacho. Nitaanza kwa shilingi 30 na naomba niunge mkono. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba, Yesu, mwamba ni Yesu, mwamba ni Yesu, Yesu ndiye mwamba. Na vijana wote watasimama, msingi wao uko kwenye mwamba. Yesu ndiye mwamba. Na wababa wote watasimama, msingi wao uko kwenye mwamba, mwamba. Mwamba ni Yesu, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Sema na watoto wote watasimama, msingi wao uko kwenye mwamba, mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ni mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Na Fulola naye atasimama, msingi wake ukiwa kwenye mwamba, mwamba. Mwamba, mwamba, mwamba ni Yesu, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Na Nyaunde naye atasimama, msingi wake ukiwa kwenye mwamba, mwamba. Mwamba ni Yesu, mwamba, Yesu ndiye mwamba, mwamba. Mwamba ni Yesu, mwamba ni Yesu, mwamba, Yesu ndiye mwamba, mwamba. Mwamba ni Yesu, mwamba, mwamba. Yesu ndiye mwamba, mwamba ni Yesu, mwamba, mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napenda kumshukuru Mungu tumepata 54,900. Mungu awabariki sana na wazidishie pale mlipopunguza. Asante. Mungu awabariki.
Huyo ni mdogo wangu, unavyoona ni kopi kopi kabisa. Mungu awabariki sana. Mungu akubariki kwa kuitikia wito huo wa kuja kumtumikia Mungu kwa ajili ya sadaka maendeleo. Nikaribishe mchungaji kwa ajili ya kuombea matoleo na kutuelekea ibada hii ya kwanza kwa ajili ya kuanza ibada ya pili. Karibu mchungaji. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, maneno lolote liweza usilo Mungu wetu, Baba yetu uliye mkuu sana, tumekuona ukitutetea katika mengi, ukisimama na kila mmoja kwenye nafasi yake. Kila mmoja alipoliita jina lako Mungu hukunyamaza, maana wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Wapigapo magoti yao na kuinua mikono yao juu kuliita jina lako kwa mahitaji, kwa namna yoyote ile iliyo njema inayokutukuza Mungu, hata pale walipokata tamaa wakiona kwamba hawawezi, lakini Bwana ulishuka na ukatenda. Ndio maana hata siku ya leo umetukusanya tena chini ya dari yako ili tuendelee kukutukuza na kukuinua. Na kushukuru kwa ajili ya kundi hili ambalo umenipa na kufanya kazi pamoja na kutembea na wewe ili ukaendelee kuonekana katika kila huduma inayofanyika na hata katika kazi za mikono yao. Usinyamaze Bwana wa majeshi. Asubuhi ya leo tumekutana, tumesikia maneno yako ya uzima yanayotukumbusha kusimama kwenye zamu, na bila kusikiliza ama kuwa na hofu ndani ya mioyo yetu, bali tuwe na ushindi wa kujua ya kwamba wewe upo. Tumemwona Musa hata alipokuwa na mashaka akijiuliza maswali, lakini Mungu yako maeneo ambayo ulimwambia wewe upo pamoja naye kwa kila jambo analotenda. Na hata nasi Mungu katikati yetu, pamoja nasi katika familia zetu, katika huduma, katika kazi za mikono yetu. Wewe Bwana unatenda. Neno lako likakae kwa wingi ndani yetu, liendelee kutukumbusha na kutembea na wewe kila wakati. Hatua zetu zitangulie ili Mungu jina lako likapate kuinuliwa. Na hata asubuhi hii Mungu, watoto wako hawakuja mikono mitupu, wamekuja na sehemu ya pato ambalo umewabariki ili waende kukutolea wewe Bwana. Nao wamenyoosha mikono yao wakijua ya kwamba wewe uliyowapa wakirudisha kwako utawapa zaidi ya yale. Maana ndio kusudi lako ulisema, nijaribuni muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Basi Baba, neno hili likaingia ndani yao na likafanye kazi
ili wakati mwingine waendelee kukutolea sawa sawa na mapenzi yako, ili utukufu wako ukaendelee kuonekana ndani ya kanisa lako, ndani ya kazi yako, ndani ya huduma mbalimbali. Wewe ukapate kudhihirika ya kwamba Mungu upo, unayetenda maajabu kwa ajili ya utukufu wa jina lako lipate kuinuliwa. Wamenyosha mikono watu wenye kazi mbalimbali, wako wafanya biashara, wanakutegemea wewe katika biashara zao. Wafanya kazi katika ofisi mbalimbali, tumaini lao liko kwako. Hata kama wanapita katika magumu, lakini wanajua wanapoliita jina lako Mungu unajibu. Wafugaji wote wanakutegemea wewe, wakulima na kila kazi zilizo halali ambazo zinafanyika. Yesu, bila wewe kwa nguvu zetu na akili zetu hatuwezi. Basi bariki mikono yao, bariki kazi zao, fungua malango zako, kila zile zilizofungwa na ule adui zikapigwe na zikaachilie uwazi utokao kwako, ili watoto wako wakapokee sawa sawa na kusudi lako. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ninaamini ya kwamba unakwenda kutenda hata yale ambayo hatukutamka kama wanadamu, lakini wewe unatenda. Na bila kuwasahau hata wale ambao hawakunyosha mikono yao kwa sababu mbalimbali, endelea kuwafungulia milango yako ili Mungu nao wajumuike pamoja na wenza wao, ili waweze kukutolea sawa sawa na kusudi lako. Asante Yesu, maana unapotenda hayo sifa na shukrani zinarudi kwenye kiti chako cha enzi, na sadaka hizi tunazikabidhi kwenye kiti chako cha enzi, zikafanye kazi yako sawa sawa na kusudi lako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Shiriki neema na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Pokea mbaraka. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yenu limpendezalo mbele zake. Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae, na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Yeye aliye Mungu pekee Mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu una yeye, na ukuu na uwezo na nguvu, tangu milele na sasa na hata milele. Amen. Amani ya Mungu watangulie. Usisahau katikati ya wiki kukutana kuliita jina la Mungu aliye hai. Barikiwe.